Mara ya mwisho QT na Aleki sijui kama mshaisikia Pepa amecheza Europa. Pepa mai coach timu kwa Europa. Tuseme tu kweli. Pep Guardiola hajawahi kuwa na timu ambayo na amekataa kuwa reduced to that. He has refused to be reduced to Pep that. hakuna vile anaweza afford acheze Europa. That's why ana fight, anataka akue hiyo number 1 mpaka 5. Sababu mpaka number 5 atacheza hiyo Europa, atacheza Champions League. Ndio maana ali-celebrate sana hiyo goal ya Matthews ya 90+5. Yeah. So ukiona Pep anafanya hivyo, anataka kuweka jina yake kuwe safi. Anasafisha rada. Anasafisha. Yes, kama Mourinho unajua conference ndio amebeba, Europa amebeba, Champe. Pep anataka mimi ni mtu wa ligi, kama si ligi ni Champions League. Ndio maana ali celebrate hivyo. City wata keep up, wata fight, watakuwa number 4, 3 ama number, yani watakuwa kwa Champions League. Hatuwezi sema kwamba wataingia Europa, wata struggle. Ukiangalia game ya jana Unai naye alichoma, anatoa cash. Hapa alichoma sana. Unajua kuna watu ambao unasoma game. Unasoma game kama game haiko fiti, na kuna player ambaye anaweza kusaidia usimtoe. Jana alitoa cash, sijui aliweka nani. Yeah. Akaweka player fulani, but venye alitoa tu hivi game ikachange. Kabadilika. City wakaanza sasa kudominate. Alafu Rashford amezoea tu kufunga ile tadi tu. Cheki, Rashford has played a great role this time since he left Manchester United. I think too ni pressure sometimes. Our majenzi unajaribu kuelewa juu Amorim ameshindwa kudeal pia, Ten Hag alishindwa kudeal na majenzi. Ndio huyu Amorim amekuja. No, what I'm just trying to say ni watu hii unanipata? Yeah, akona chance. Ukiangalia most of the players wenye ako nao kwa squad, Baka sasa wako na watu hii na ile experience ya goli Szczesny. Amekuwa kwa different clubs kuanzia Arsenal, Juve wapi, na national team ya Poland. Jana ukiangalia game ya jana 40 shots. Hiyo inaonyesha kwamba by the way hao watu hii ni watu fiti. Hii ilifanya hata kama Baka walishinda, goalkeeper wa Mallorca alikuwa man of the match. Unajua kama angekuwa goalkeeper mwenye ako steady wangepata hata 10. Naogopa kusema Onana. ama Matasi. Wacha bana. Wacha kuogopa bana. Sema kama angekuwa Onana by the way hapa tulikuwa tunaongelea vitu zingine. Kipo anajaribu diplomatic hapa, naona tu anateseka tu. Lakini sema tu. Lakini Baka wako sawa. Wanaprove kwamba by the way finali wako rada na Copa del Rey. Ukiangalia kwa Champe pia wanaweza pita kwa Inter wakuje finali wa meet either PSG ama Arsenal. So Flick akona chance 3 anaweza beba kuprove kwamba by the way Barcelona sasa imerudi. Unajua hakuna players. Yeah, hakuna players. Players wako wamejel, team imekubali, sio kama Real Madrid. Liza, alafu Arteta atatumia nani hapo kucheza nini ya Bukayo Saka? Arsenal by the way sometimes wacha turudi nyuma tuangalie game ya Real. Yes. Venye before we play Real watu walikuwa wanasema tutashindwa because hakuna Gabriel hapo nyuma, but Arteta akaleta kina Kiwara akakuja hapo hivyo akashikilia na alicheza game fiti sana. So ukiangalia game ya PSG in case to miss Bukayo Saka. Yes. Luck. Acha tuseme luck, sababu Real Madrid sijui kama ni luck kama ni sisi tulikuwa strong kuwashinda. Mlikuwa sawa, si luck, mlikuwa tu. Uko mbele ukiangalia Merino, Trossard, alafu na Martinelli, hapa katikati watakuwa tu sawa. First leg Partey atakosa juu ya red card. Lakini ukiangalia uko mbele bora tuweke Trossard, tuweke Merino na tuweke na Martinelli ama Nwaneri pia kwa sawa. Nwaneri kwa sawa. Kijana ako fiti. Wakimweka ile namba ya Saka atacheza vizuri sana. Lakini hatuko sure kama Saka maybe atakosa. Iko confirmed. Tuko sawa. Trossard, tuko na huyu kijana Nwaneri. Hapa katikati itakuwa tu sawa. Yeah. Partey atacheza vizuri, Odegaard na nani mwingine na Rice. Tuko tu sawa baadhi hatuogopi. Hata tunaseka team 2. Yes. Na tupige hiyo PSG. Acha nikwambia. Nilikuambia I don't like Arsenal, but I'll have to agree with him at some point. Ukitoa hiyo kiburi, I'll have to agree with him at some point. Tukitoa tu kiburi FC tena jamani. Kiburi FC anasikia ananyang'anya nini title yao.
Bukayo Saka is very crucial to Arsenal. Whenever Bukayo Saka is playing, Arsenal are a different animal. Time yenye Bukayo Saka kwa team ya Arsenal, there is belief. There is kuna players kujituma. Kuna wase, you know, they say great players influence those around them. That is what Bukayo Saka does to Arsenal. Kwa hivyo if kama hiyo injury yake manze inakuwa inarika, it's going to be a big blow. But that speaks about how tiring seasons zimekuwa siku hizi. Players wanachezeshwa game mingi. National team Bukayo kienda bado yeye ndo first choice. Arsenal anacheza mpaka FA Cup. That is what it does to a player. By the time anafika mwisho wa season, kila kitu yani magoti yameenda. So we hope it's not a new injury, it's not maybe a recurrent sio ile injury alikuwa nayo inazidi kurika. But having said that, Bukayo is very important to Arsenal, and him kumiss it's not about even his goals or his contributions. It's about what he does to the team, the kind of belief uleta kwa timu. Yes. True that. Na tukimalizia na story ya Pope Francis, by the way, he played a big role even in the football community, especially pale Argentina. Mimi nakwambia mpaka nani huyu president wa FIFA Infantino, yani mbogi yote imetambua na wasema cheki huyu alikuwa papa mwenyewe. So pia wame pay tribute to him, and he's been mourned for the next 9 days. Yes. 9 days. Actually it's 6 days. Oh, 6 days, eh? Kulingana na yeye alisema okay, officially according to Catholic it's supposed to be 9, supposed to be 9 days. But alisema siku 6 peke yake, and that is why his burial is on Saturday. It's not been extended to to the 9 days, the full 9 days. Already the public viewing nini yake imeanza, so to those in St. Peter's Square when you're Vatican, wanaweza fanya hivyo. You know, it's always, you know, a big honor when you have someone like a Pope coming from your country. I know, right? Yes. Alikuwa na influence in the football community. People are, you know, giving jerseys, and when they won the World Cup, ilikuwa kitu amazing sana. It was like a gift to the whole nation. So it's given that lazima umcelebrate. Na hiyo story pia Argentina like walistop hiyo matches zote zenye zilikuwa hiyo holding a moment of silence for him. Yani he actually played a very big significant role in the football community. Even Serie A walicancel games. Walicancel by then akasema like oops, we're done. We are waiting like this is a moment of silence for him. How sio? May he rest in peace. Before Kebo uondoke, ulikuwa umesema tuangalie ligi ya Magialdem kiasi. Yeah, tuangalie ligi ya Magialdem hapa. Niko hapa na fixture. Ligi ya Madem leo Jumatano, Ulinzi Starlets saa 5 hii wanacheza na Kibra ambao pia uko kwa title race. Alafu Trinity Starlets wanacheza na Mombasa Olympic saa 6. Bunyore Starlets wako na Zitek saa 6. Vihiga Queens wako na Kisumu Starlets saa 7. Alafu saa 9 tuko na Bungoma Queens na Kenya Police Bullets. Ukiangalia hii ligi Starlets wanacheza leo. Yeah, which means both men and women's teams za Ulinzi leo zinacheza. Ulinzi pia wanacheza kwa men's nini leo. Kitu kiangalia venye table inakaa, Kenya Police wanaongoza na 39, alafu namba 2 ni Kibra Women. So meaning kuna title race iko kati ya Kenya Police na Kibra. Na ukiangalia hizi timu zote leo zinacheza, ukiangalia Kibra inaanza saa 5 hii inacheza na Ulinzi Starlets. Alafu game ya mwisho Kenya Police wanacheza na Bungoma Queens. Meaning Kibera wakishinda saa 5 hii wataenda juu ya Kenya Police na 41 points. Sasa ita depend venye game ya jioni itatoka kati ya Bungoma Queens na Kenya Police. So Kenya Police wakiona kwamba Kibra wameshinda saa 5 hii, lazima wa make sure kwamba wameshinda. Bure title itaenda. Hii ni second last game. Vile nafahamu mtu wangu. Yes. Hapo ni kama pia umeingia kama breki. Na Mwamburi ni kama ameingia kama ndio nasema. Hapo Mwamburi ame inspire. Hapo kwa madem na kwanga nafuatilia sana. Ukiangalia top scorers, kuna msichana wetu huku Bungoma alikuwa very nice. Catherine Khayamba. Anaitwa nani? Catherine Khayamba.
alifanya mchezo. Alikuwa anaongoza na 11. Mwenye anamfuata alikuwa 8. Huyu mwenye anamfuata anaitwa Rebecca Okwaro. Sasa amemshinda ako 14. Nakwambia ligi ya mademu hii hata siwezi bonga roho safi. Big up sana nasema tukimalizia big up sana Manue Keleha anasikiza. Alafu Dr. Simon Masinde Juma Outer Zion pale Bungoma Hospital anasikiza, nasema QT Gotea QT na Aleki. Tumesalimika sana manzeni. Thank you so much. Thank you so much. Mbogi ya mtaa ya Mkodhima. Yes, Mbogi mzima manze. Yes. Big up sana kutoa Makutano Meru. Yeah man. Yeah. Na mwalimu Benson Chesebe naona unanisikiza. Thank you so much mwalimu. Aha, vile inafaa. Wewe Mrembo Christina amefika. Tupeleke Meru wewe. Meru lazima. Wewe tupeleke Meru. Lazima. Karibu Christine, Empress Ojambo. Hii sio